Naam, bwana ni Spare Master. Kwa wakati mwingine tumekuja mbele yako kama kawaida yetu. Tumekuja mbele yako kukupa taarifa na maarifa. Sasa ni wakati wa wewe kutega sikio na kusikia ni taarifa gani ambazo sisi tumekuletea au ni maarifa gani ambazo sisi tumekuletea leo. Leo tumekuja na somo zuri sana. Somo ambalo ni la muhimu. Somo ambalo wafanyabiashara wengi wamekuwa wakilitamani kulipata lakini wameshindwa. Somo ambalo wawekezaji wengi ambao wametaka kufanya biashara ya spare za pikipiki lakini wameshindwa jinsi ya kuanza. Somo la leo nasema mambo muhimu ya kufanyia tafiti kabla ya kufungua biashara ya spare za pikipiki. Unaona? Najua ni watu wengi wametamani kufanya utafiti lakini hawajui ni mambo gani ya kuzingatia. Hawajui ni vitu gani vya kufanyia tafiti. Unaona? Lakini mimi nakupitisha katika sehemu 7 muhimu. Sehemu 7 muhimu sana ambazo hizo ukizifanyia tafiti naamini leo kesho utaendelea na step zingine au itakupa motisha wewe kujua nini kinachosika katika hii biashara. Twende pamoja. Sehemu ya kwanza inasema aina za pikipiki zinazotawala eneo husika. Tambua modeli maarufu zinazotumika kwa wingi eneo lako. Je, hiyo sehemu ambayo unataka kuanzisha biashara ya pikipiki, fanyia tafiti. Angalia ni pikipiki gani ambazo maeneo yako yalipo zipo kwa wingi, ambazo zinahitaji mahitaji yake ulete bidhaa za spare za pikipiki. Mfano, tambua modeli gani? Tambua kama bwana ile eneo langu let's say ni Dodoma, ile eneo langu la Boxer na GN. Unaona? La Boxer na GN. Mimi spare ambazo nazileta hapa nitakuwa nilete spare za Boxer na GN. Ngoja niwarudishe kidogo. Kuna watu wanachanganyikiwa kitu fulani. Hawaelewi GN ni nini, hawaelewi Boxer ni nini, hawaelewi TVS ni nini. Modeli za pikipiki ziko katika makundi fulani. Kuna Boxer, kuna TVS, hizi ni mfumo wa pikipiki za Indians. Unaona, lakini kuna GN, hizi ni pikipiki katika mfumo wa Kichina. Unaona? Kwa hiyo hapa kwenye GN ziko pikipiki nyingi ambazo katika pikipiki za Kichina tunaziita pikipiki za Kichina. Kuna Kinlion, kuna Sanel G, kuna T-Beta, kuna Sinorai, zipo kibao, ni mfumo wa engine. Na hizi pikipiki zimetawala sana maeneo ya mikoani kulingana na mifumo yao ilivyotengenezwa kuweza kukizi sehemu zenye mavumbi, sehemu zenye milima, sehemu zenye makorongo. Lakini hizi Indian motorcycle ni kama Boxer, TVS, hizi ziko kwenye maeneo ya tambarare sana. Simu ambazo hazina mabonde, na hii Haujue Express, unaona? Kwa hiyo pikipiki kama hizo. Kwa hiyo sasa wewe unapohitaji kuanza biashara ya pikipiki, fanya tafiti ugundue kwamba pikipiki gani zimetawala eneo lao, kama ni Indian bikes, kama ni Indian motorcycle, kama ni pikipiki za Kichina, ili ujue unataka kuleta bidhaa gani, mahitaji ambayo yanahitajika katika ile eneo ndio wewe ulete. Unaona? Kama wewe pikipiki za Boxer zipo nyingi, bodaboda wanafanya kazi kila siku, leta spare za pikipiki za Boxer. Kama ni pikipiki za Kichina, leta spare za pikipiki za Kichina. Wewe hujafanya tafiti, eneo lako labda pikipiki kwenye 100 pikipiki, 50% ni Boxer, 40% ni GN, 10% ni TVS. Wewe kwenye stock yako unaenda kufungua hii biashara, unaenda kwa supplier wako au ukishirikiana wewe na supplier wako. TVS inawekwa 60%, GN inawekwa 30%, hii nyingine inawekwa 10% Boxer. Wakati hiyo TVS ndo 10%, unategemea nini? Kwa hiyo unaleta soko kubwa ya TVS kwa 60% wakati ilikuwa mahitaji yake ni 10%. Mahitaji yake ni madogo sana lakini unaleta stoko kubwa. Kinachotokea ni kwamba nini? Hamna mahitaji ya TVS kwa wingi. Wamiliki wa TVS ni watu binafsi ambao hawafanyi kazi kila siku, wanafanya kazi kwa nadra kuendesha pikipiki zao. Kwa hiyo pikipiki zao zinachelewa kuharibika, vifaa vingi haviharibiki, hahitaji matengenezo. Kwa hiyo unapofungua biashara spare pikipiki, tambua modeli zinazopatikana kwa wingi katika hilo eneo ambalo unataka kufungua, lakini pia ili ulete spare zenye mzunguko wa haraka. Namba 1. Namba 2, tambua kampuni au brandi zinazopendwa na zisizopendwa. Uliza mafundi kuhusu ni oil gani ambazo katika eneo hili wanatumia. Hizo wanatumia oil ya Toto, oil ya Mogas, oil ya Orex, wanatumia oil ya Leki, wanatumia oil ya kampuni gani? Eneo lako labda watu wamezoea kupenda ile oil ya Orex na Toto au oil ya Advance, lakini unaleta oil ambayo haina kipaumbele katika eneo lile. Wanategemea nini? Ile oil haitanunuliwa kwa sababu watu wamezoea kutumia oil kampuni fulani. Naona? Kwa hiyo zingatia hilo. Lakini pia angalia ni vitu kama battery, brake pads, na ulizia kwamba ni brand zipi watu wanaziamini na zipo na wateja wanalalamika. Mafundi ni watu wenye uzoefu katika soko. Mfate fundi yoyote tu, mfanyie tafiti ndogo muulize bwana, ni kampuni gani zinazopendwa na zisizopendwa? Katika vifaa ambavyo vinafanya kazi sana, vinahitaji brand nzuri. Kwa hiyo ni brand gani ambazo nikileta hapa itakuwa nzuri? Fundi atakuelezea, atakuandikia, atakusaidia. Utapokuja na zile tafiti, tutakusaidia kufunga mzigo. Unaona? Lakini pia
Sisi kama Spare Master tuna uzoefu katika sehemu nyingi ambazo tumewasaidia wafanyabiashara wengi kufungua biashara spare za pikipiki, lakini tunahitaji wewe uje na tafiti ili tuweze kufanya kitu cha uhakika. Na ndio maana wafanyabiashara wengi wakifika dukani tunawaambia bwana, tunaomba tuongee na fundi ambaye amefanya tafiti. Sitakuandikia vifaa hivi, lakini pia na sisi tunapotaka kufunga hii stock au tunapoandaa list ya wewe kupata stock yako, lazima tuwasiliane na fundi ambaye mlisaidia naye kufanya tafiti au fundi ambaye ni mshirika wako au utaenda naye kufungua biashara, ili tuweze kufanya naye mahojiano machache, tuweze kufanya kitu cha uhakika. Jambo la tatu, changamoto za upatikanaji wa spare. Bidhaa gani? Bainisha kama kuna tatizo la bidhaa za feki, quality duni au haba wa spare fulani sokoni. Unaona? Hilo eneo ambalo unataka kufungua biashara, muulize fundi, bwana, hii sehemu kuna changamoto gani ya upatikanaji wa spare? Let's say fundi atakwambia bwana, hii sehemu bwana, oil ambayo inakuja hapa mara nyingi ni feki. Unaona? Mimi natengeneza injini za watu, injini ninazoziona mara nyingi hapa ni injini ambazo ni nyeusi, zinaharibika. Kwa hiyo hapa oil ni feki. Umeshajua kwamba hiyo ni point, oil ni fake. Kwa hiyo wewe unapaswa kuleta oil original ili uweze kutatua matatizo au changamoto za wateja. Kwa sababu unapofungua biashara wewe unakuja kutatua changamoto. Ni kama sisi Spare Master. Sisi kazi yetu sio kuuza tu, lakini kazi yetu ni kutatua changamoto ya watu kutokuwa na elimu juu ya hii biashara. Kwa hiyo hivyo naona unapoenda kufungua biashara spare pikipiki, angalia changamoto za upatikanaji wa spare. Aidha watu wanafuata mbali, wewe waletee huduma, au watu wanapata bidhaa ambazo hazina ubora ili wewe uweze kuleta bidhaa bora. Unaona? Lakini wewe unaenda kufungua hii biashara spare za pikipiki, wewe na supplier wako ambao umemchagua, unaenda kufungua hii biashara spare za pikipiki, unawekewa tafiti hujafanya vizuri. Unaona? Kumbe eneo lile kuna changamoto ya kitu fulani. Unaona? Wewe hujafanya tafiti vizuri, umeenda tu wewe na supplier wako akupa mzigo huo, umeenda kule. Kumbe ile eneo kuna changamoto ya upatikanaji wa kitu fulani, lakini wewe hujakizi. Unaona? Hujatatua changamoto, umeenda vile katika hali ya mazoea. Kwa hiyo biashara inakuwa ni chini. Lakini wewe ukishagundua changamoto, na penye changamoto ndipo kuna pesa, ndugu zangu. Unaona? Kwa hiyo tambua changamoto, alafu wewe peleka suluhisho. Namba 4, spare zinazoharibika mara kwa mara. Tunaongelea fast moving. Hizi ni spare ambazo zinatoka mara kwa mara. Kwa hiyo wewe fanya tafiti kujua kwamba ni spare gani ambazo zinatoka mara kwa mara. Sasa hapa chini unakaa na supplier wako au unakaa na fundi wako. Bwana, tuangalie ni vitu gani ambavyo muhimu vinahitajika ili mimi nikipeleka niwe nafanya mzunguko wa mara kwa mara. Katika eneo hili kuna kulingana na mazingira hapa, let's say ni mazingira mavumbi. Kitu kama oil filter kuharibika haraka ni kawaida. Wewe sehemu ile mvua ikinyesha kama ina mavumbi kunatengeneza tope. Wewe sehemu kama ile kuhitaji hizi mud flap ni kawaida. Unaona? Hii sehemu bwana ina changarawe. Tairi kuisha, tairi kupasuka ni kawaida. Kwa hiyo unaangalia kwamba ni spare gani ambazo zinaharibika haraka kulingana na haya maeneo ili wewe uweze kuleta kwa wingi. Unaona? Hatufanyi biashara katika hali ya kupendezesha duka. Tunafanya biashara katika hali ya kufanya mahitaji, kukizi mahitaji. Unaona? Kulingana na uhitaji wa wateja. Kwa hiyo namba 5 tunasema bei za kawaida za sokoni. Jua bei ambazo mafundi hununua ili kupanga bei shindani bila kupoteza. Unaona? Wewe eneo lako lile umeenda pale, hujafanya tafiti. Hujajua wale watu wa pale wanauza kwa bei gani, wananunua kwa bei gani. Unaona? Na hujajua ununue kwa bei gani ili uuze kwa bei gani. Wewe umetoka tu kwa kuwa umesikia biashara spare za pikipiki inalipa, umeenda umemtafuta supplier wako. Supplier wako naye ni yule supplier ambaye anajiangalia kwanza yeye, ni supplier ambaye anazingatia maslahi. Akukalishi chini akwambia bwana, hivi kwa nini tusijue ile eneo lako wapinzani wako wana ubora gani au wana uzoefu gani au katika mfumo gani wa mauzo, ili uweze kugundua kwamba na mimi twende tukafanyeje au kusaidia ukafanyeje. Lakini unakutana na supplier ambaye hana uzoefu wa soko, yeye kazi yake ni kuuza tu. Yeye kazi yake hazingatii katika kuangalia wewe eneo ambalo unaenda kuuza wewe likoje. Unaona? Mwisho siku unapewa bidhaa afu unaenda kuuza kwa bei ambayo wewe uko juu zaidi ya wale wazao ambao wako pale ambao umewakuta wa eneo lile. Au hata mafundi madogo ambao unaenda pale wanakukuta bei zako ziko juu. Hawezi kununua kwako, watakukimbia, wataenda kununua sehemu za bei rahisi. Kwa hiyo ukishatambua bei ambazo zimepangwa au bei ambazo mafundi ununua ili kupanga bei za kuuzia wateja wao, gundua pale ili na wewe uweze kuja kuuza bei gani. Hiyo itakusaidia pia wewe ili ujue unanunua bei gani, unaweza kuuza kwa bei gani bila kupata hasara, lakini kupata faida wastani, lakini pia kuwabakiza wateja wako wa kila siku. Unaona? Hiyo yote sisi Spare Master tunakusaidia kwa sababu sisi ukija kwetu lazima tufanye tafiti. Tafiti ambayo umefanya wewe utaipitia, lakini pia tutakushauri. Watu wanasemaga hivi, bwana ndugu yangu mimi sasa nisaidie kuniandikia bei za kuuzia. Huu ni mzigo wangu, bei ya kununulia ni umeniuzia, lakini nisaidie kuniandikia bei
ambazo nitaenda kuuzia kule. Ni kweli sisi Spare Master tumefanya kazi na watu wengi, watu sehemu mbalimbali Tanzania. Lakini hatuwezi kukuahidi kwamba tutakupa bei halisi kulingana na lile eneo lako, kwa sababu maeneo yanatofautiana. Maeneo yanatofautiana, wilaya, tarafa, kata, mkoa. Mimi nimefanya kazi let's say na mtu wa Moshi mjini. Unaona? Wewe unaenda kufungua biashara yako Moshi vijijini. Unaona? Kumbe lile eneo limeshatofautiana bei. Sasa mimi nakwambia bei ambazo unazijua labda baadhi ni mtu wa Moshi mjini. Sasa nikisema nikuandikiza Moshi mjini alafu eneo lako unaenda kule bei kidogo ni juu au bei kidogo ni chini, uone kama tutakuwa tunapishana. Lakini ukifanya tafiti, mimi nikakupa mwongozo hapa na hapa, inakusaidia kidogo. Unaona? Kwa hiyo tafiti ni muhimu jamani. Namba 6 tunasema tambua msimu wa mahitaji. Wanaita seasonality. Tambua vipindi ambavyo mahitaji huongezeka. Unaona? Tambua msimu wa mvua, msimu wa kazi nyingi. Let's say msimu huu ni msimu wa mavuno. Ina maana pikipiki nyingi zinafanya kazi sana. Kama pikipiki nyingi zinafanya kazi sana, watu wanahitaji helmet, unaona? Labda kwa ajili ya jua, watu wanahitaji tairi nzuri kwa ajili ya kubeba mizigo. Watu wanahitaji makoti kwa ajili ya mvua, watu wanahitaji raincoat, watu wanahitaji miamvuli, unaona? Kwa hiyo hakikisha unafanya kazi na supplier mwenye taarifa na maarifa. Supplier ambaye anaweza kukusaidia kujua kwamba bwana hichi ni kipindi gani katika ukanda wako, hichi ni kipindi cha mvua. Kuna raincoat hizi hapa, peleka hata 5 zitakusaidia. Hii yote sio kupata tu faida, lakini pia inakusaidia wewe kuwaweka wateja wako katika hali ya kuwa flexible, yani usio katika hali ya kuzoeleka, wewe katika hali ya kubadilisha bidhaa. Leo bidhaa hii imekuja dukani mpya, kwa hiyo hawakuzoei wewe katika hali ya kawaida. Kwamba unauza spare tu, unawaletea vitu ambavyo vinaendana na nyakati. Vitu vinaendana na seasonality. Huu ni wakati wa baridi waletee makoti. Huu ni wakati labda wanasumbuliwa helmet, waletee helmet zenye bei nafuu. Huu ni wakati wa mvua, waletee miamvuli. Huu ni wakati wa vumbi, waletee maxi. Unaona? Waletee miwani. Huu ni wakati wa let's say kama tunasema mavuno, waletee tairi nzuri, waletee seat nzuri. Unaona? Kwa hiyo kuwa mtu wa kubadilika. Na hii yote supplier atachangia wewe kushauri na kukupa taarifa, kukustua, yani kukuambia, kukupa taarifa. Unaona? Kwa sababu wewe utajuaje kama let's say makoti ya mvua yameingia dukani? Isipokuwa supplier kukupa update, bwana leo nimeleta kitu fulani. Msimu wake ukifika utaniambia. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana. Namba 7, matarajio ya mafundi kwa wauzaji wa spare. Unaona? Mfano mikopo midogo, ubora usiobadilika, consistency ya brandi au upatikanaji wa haraka wa bidhaa. Nitaanza na mikopo midogo. Hapa kwa mafundi wengi hali walioizoea. Mafundi wengi wamezoea mtu analeta pikipiki pale ofisini kwake anaiacha, bwana mimi nitengenezee nakuja. Kwa hiyo ameacha ile pikipiki pale, yule anategemea fundi atatengeneza, akija nalipa. Fundi naye amezoea anachukua dukani spare, aifunge pale ili yule akija alipe spare, alipe na ile matengenezo. Wewe umeenda kufungua hii biashara hujafanya tafiti, hujajua matarajio ya mafundi au mifumo ya mafundi kwa wauzaji wa spare. Wewe umeenda tu bwana, fundi mimi sitoi bila hela. Unaona? Matokeo yake ni fundi anakukimbia. Fundi wanakuona wewe mfumo wako uliokuja nao ni wa tofauti. Na wewe hujajua matarajio yao ni nini. Unaona? Lakini pia upatikanaji wa haraka wa bidhaa. Unaona?